Msikilizaji na mfuatiliaji wa Danana Online TV, kwa siku ya leo tumebahatika kukutana na dada Josephine, na dada Josephine yeye ana simulizi, ana mkasa mzito ambao ameupitia katika maisha yake, kwa kimsingi na yeye imempendeza kushare nasi, kushare na wewe mpenzi msikilizaji wetu, kwa ajili ya kujua mambo mengi ambayo yametokea katika maisha yake na kadhalika na watu wengine. Yeye alipitia magumu katika maisha yake, alipitia hali ya uvutaji wa madawa kulevya, pia na maisha mengine. Katika mapambano yake alijiingiza kwenye utapeli, alijiingiza pia na kwenye maisha ya uporaji na vitu vingi ambavyo kimsingi vinaweza kuwa funzo kwa mtu ambaye anatufuatilia. Kwa hiyo nisingependa kuwa mzungumzaji wa mengi, labda nianze kumuuliza majina yake kamili, kisha yataendelea kutusimulia stori yake kuanzia mwanzo na hadi mwisho. Usiishie njiani mpenzi mtazamaji, fuatilia mkasa huu mwanzo hadi mwisho, lakini pia usisahau kusubscribe, like, share na kucomment katika chaneli yetu, ili tuweze kuwa na nguvu ya kupandishia video na uweze kupata video zetu kila tunapo upload kwa haraka zaidi. Naam, tuanzie hapa. Ningependa kufahamu majina yako ni nani? Kwa majina anaitwa Josephine Anton Jumanne. Sawa dada Josephine. Mimi msikilizaji wetu anatamani asikie simulizi yako na jinsi ilivyokuwa na mapito uliyopitia, yanaweza kuwa funzo kwa mtu anayetufuatilia. Tuendelee. Naweza tukaendelea. Sawa. Kwanza kabisa mimi ni mtoto wa tatu kwenye familia katika watoto watano, na ni mtoto wa kwanza wa kike kuzaliwa. Mimi maisha yangu ya utotoni katika familia yangu, mimi ni mtoto wa kike na ni mtoto ambaye mzazi wangu alikuwa ananitegemea sana. Hata majukumu yake mengi alikuwa ananitegemea kutokana mimi ni mtoto wa tatu wa kike, wa kwanza wa kike, na ni mtoto wa tatu katika familia ya watoto watano. Kwanza mimi mama yangu alikuwa na maisha magumu kusema kweli. Kutokana sisi baba yetu alimkimbia, alimwachia watoto. Kwa mama yetu ilikuwa inabidi afosi, auze pombe kali, auze bangi, auze nini aweze kutulea. Kwa hiyo nikajikuta katika majukumu yake, akitoka mimi ndo ananiachia. Kwa hiyo anakuja pale, wetu nawauzia pombe kali, nawauzia nini, watu wanavuta sigara. Baada ya kufika darasa la 4, nilijikuta na mimi naingia katika magrupu ya kwanza kuonja tukiwa watoto. Watu wakivuta, wakitupa vipisi, na sisi tunaiba, tunaenda shambani, tunajificha, tunavuta sigara. Ikaenda mwisho wa siku nikaja nikapata mfadhili ambaye ni mzungu. Baada ya kuangalia ile maisha pale nyumbani kwetu, na kiangalia mimi ni mtoto wa kike na jinsi wale watu wanavyonizunguka na wauzia pombe, kwa kaona niko kwenye hatari mkubwa, kuweza hata kubakwa, kukutana na matatizo. Kwa ile mzungu alinichukua kana nisaidia na nisomesha. Lakini sasa kutokana nilikuwa nishaanza kujifunza vile vitu, hata masomo yangu ya darasa la 7 sikumaliza. Nilijikuta naisha darasa la 6. Kwa hiyo nilijikuta naanza kuiga mambo ya ajabu ajabu, mambo ya kitundutundu, tabia zile za tarishi, naingia kwa kasi. Kutokana nilikuwa naachiwa pombe nauza, nilikuwa naona tu pale wanakuja kutumia vile vitu, kwa na mimi nikataka kuiga yale maisha. Kwa hiyo nikajikuta mimi shuleni siendi. Muda kwenda shuleni mimi navaa nguo za nyumbani ndani, nikifika barabarani navua, naingia mashambani. Naanza kuvuta zile sigara zangu, tuko na wenzetu. Ikifika jioni narudi shuleni. Kwa hiyo wakafuatilia mpaka shule, wakamwona wewe mtu shuleni afiki. Huo mwezi karibia wa 3 wa 4. Ikabidi yule mzungu akachoka tabia zangu, akanirudisha nyumbani. Kwa hiyo nikaa naendelea kuuza zile pombe pale kwa mamangu. Sisomi tena, lakini namsaidia biashara zake. Sasa nilikuja kujikuta naingia kwenye grupu lingine la bangi pasipo hata mwenyewe kuelewa. Kwa hiyo akija watu pale nauzia bangi, lakini na mimi mwenyewe naficha, tunaenda mashambani tunanyonga, tunaanza kuvuta. Nikivuta wanajisikia raha sana, afu nakuwa nacheka sana. Kwa hiyo nikaja nikafikia ile maisha, hata nilikuwa tena mazingira kukataa nyumbani tena siwezi, kabidi nikimbie niende kwenye maisha mtaani. Na nilipojikuta sasa naenda kuangukia kwenye madawa kulevya, kwa sababu nilikutana na magrupu mengine tofauti. Na alonsababisha mimi kuingia kwenye madawa ni mapenzi. Nilimpata mpenzi ambaye alikuwa na hela.
na alikuwa anavuta madawa, lakini mimi sijui. Mimi najua anavuta bangi kama anavuta mimi. Mwisho wa siku alinishawishi, akaniambia bwana, ukivuta hizo tuvuta mimi, ingia kwenye mapenzi unafanya vizuri. Kwa hiyo kabidi na mimi nifanye vile anavyotaka yeye, ili tukienda tuwe tunaenda sawa. Unaweza kukumbuka ilikuwa ni ndicho ulikuwa na umri gani ulivyojiingiza kwenye mahusiano? Darasa la 6 nilikuwa mdogo sana. Nisi nimeingia kule tena nikiwa na miaka 14, 15, mdogo. Yaani nimeingia nikiwa bado mdogo sana. Mpaka watu wenyewe walikuwa wananishangaa, hivi kweli mtoto anavuta madawa iko hivi? Kwa hiyo nikajikuta sasa nimeingia katika madawa kutokana na mapenzi. Mpenzi ndo aloniingiza kwenye madawa. Nikaenda nikaa navuta, mshasiku akaja akaniacha. Sasa ile starehe nikaa nimeshaingia, afu ukikosa uwezi ukajisikia raha wala uwezi. Kwa hiyo kabidi sasa niingie kwenye magupu mengine ya kujiuza ili nipate hela madawa. Naenda barabarani najiuza, hata shilingi 3,000 4,000 mtu akinipa mali tu nipate hela kwenda kununua zile kete niweze kuvuta. Kwa hiyo nikaenda kwenye maisha yale ya kujuza nikaja nikakutana na magupu mengine tena. Watu wakanifisha, mbona mtoto wa kike afu unaaminika? Twende tukufundishe michezo hii uingie unapata hela nyingi afu kwa haraka. Nikaenda kufundishwa sasa mambo ya kutapeli. Naingia barabarani, tunakukamata, tunakutapeli, unanikabidhi hela zako, maisha mengine yanaendelea. Sawa. Nikaenda kwenye utapeli, nikaja nikaingizwa tena kwenye mambo ya kukaba. Yaani mimi ndo kama chambo. Wanaume ukinitongoza mimi nakuchukua na kupeleka sehemu, akija mtu anakuweka vice. Anakunyonga, mimi nakufokoa. Kwa hiyo nikajikuta naenda ile maisha ya kigumu, kulala nje maskani, nalala kwenye boksi. Labda kuna watu wengine ambao wanatufuatilia wanaweza wasijue baadhi ya lugha. Wewe unatufafanulia kwa mfano msemo kumfokoa mtu ni kumfanyaje, kwa sababu kuna watu wengine wanatokea Kenya wapi wapo mbali wanaweza wasielewe misemo yetu. Yaani kumfokoa mtu ni kumsachi. Yaani ukisha nyongwa sana kulegeza, kwa mimi nakuja na wai mifukoni. Yaani kuingiza searching, kuingiza mikono mifukoni. Ile ndio inaitwa kufokoa. Sawa. Kwa hiyo nikaa nafanya ile matukio sasa ile ajabu, sasa naenda na wakaba watu, nachukua hela za watu, na force na tapeli watu. Nikaja nikaingia mpaka kwenye michezo ya kuuza simu sabuni. Na kuonesha simu, baadaye naenda kuchongea vizuri ile sabuni kama simu, na kuonesha simu na ikagua, lakini mwisho wa siku nakupiga change kota. Nakupa sabuni unaondoka nayo. Kwa hiyo sasa nikaa na ile matukio ajabu mtaani, natafutwa sana, yani kila ukipita huko natafutwa, raia, askari. Ikabidi nikimbie kwetu Moshi kuja Dar es Salaam. Na Dar es Salaam pia nilikuja kwa michezo hiyo ya utapeli, kuiba, kufanya nini. Sasa Dar es Salaam hapa ndo nilipitia maisha magumu sana kwa sababu nimekutana na matukio mengi sana. Dar es Salaam hapa nimeshavuliwa nguo Ubungo, nimemwibia mtu kanikamata, nikavuliwa nguo mbele za watu kudhalilishwa. Nimeshamwibia mtu Kariakoo, sikio kaja akanikamata. Nimeshaenda jela nimekaa. Yaani kuonekana nafanya ile matukio ambayo hata mtoto wa kike mwingine huwezi ukayafanya. Yaani najitoa mwanga. Mimi naona kawaida tu. Matukio ya hatari. Yaani mimi kuibia naona kawaida. Alafu na ni lazima kutokana na madawa, lazima uforce upate hela ili uweze kuvuta. Na sijaajiriwa, sina kazi, sina elimu, nafanya nini? Inabidi nifanye matukio ya wizi niweze kupata hela. Kwa hiyo nikajikuta ile matukio ajabu, nalala nje, kuchukua chumba siwezi, maana hata nikipata milioni hela itaisha kwenye madawa. Hata nikipata shilingi ngapi hela inaisha kwenye madawa. Yaani siwezi kujimiliki, sio familia mimi kama imenitenga, hata mamangu hataki kuniona. Yaani matukio ya ajabu ambayo yalikuwa yanahuzunisha kwa kweli. Na nimeishi nayo kwa muda mrefu sana kusema kweli. Mimi nilikuwa navaa nguo moja sibadilishi. Mimi nilikuwa sijui kuoga, naweza nikakata miezi 5 6 mimi mtoto wa kike na sioge. Yaani mimi nikiamka asubuhi nawaza nitapata wapi hela kukuta madawa. Kwa kila siku napata mbinu mpya. Kwamba leo nitaenda kuiba staili gani nipate hela. Kwa hiyo nilikuwa maisha yangu. Na nimeenda nao sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ilipofika 2016 walikuwa wanapita watu mtaani kwa sababu ya kutoa ushauri wa kuachana na matumizi ya madawa kulevya. Ndio. Kwa hiyo walikuwa wanakuja wanatoa elimu, wananishauri madhara yanayopata, kwamba nishapata faida gani. Walinipa ushauri sana, lakini nikastaki. Yaani maisha nishazoea. 2016 hiyo mwezi wa 9 ndio ilifikia sehemu nikajiuliza, hivi haya maisha nitaishi mpaka lini? Kwanza jamii haikuamini. Pili usaminiki. 3 nanyanyapaliwa. 4 nikijiangalia kwamba nimepata faida gani mpaka hapa nilipofikia.
Nikabidi nikasikiza ile elimu, nikakubaliana nao, wale watu wakanichukua wakanipeleka katika kituo cha afya Muhimbili hospitali. Sawa. Kuna kitengo ambacho kinaitwa methadone. Ndio nikaenda pale nikaanzishwa tiba ya methadone. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, kweli methadone imenyanyua na imenitoa. Baada ya kunywa ile dawa nilikubaliana. Nikaona kwamba kweli ili niweze kuheshimika inabidi nitoke kwenye madawa. Ili niweze kuheshimika inabidi niache matukio hatari. Ili niweze kuheshimika inabidi nionekane mtoto mwema katika jamii, kwenye familia na watu wengine ziada. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, kweli nimesimama kwenye methadone, nimeacha na sasa hivi niko sawa na Mungu kanijalia nikapata ajira. Na ajira nilopata ni ya uelimishaji rika kwenye jamii. Yaani na mimi naenda kuwafuata wale ambao walikuwa wanatumia madawa kulevya, na wapa ushauri, na wapa elimu, na wapa athari za madawa kulevya, na wapa yani faida ya kutoka kule na mtu akielewa na mimi nachukua na mbendi katika tiba. Kwa hiyo sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu ni mkubwa, nimeacha toka 2016 mwezi wa 9 mpaka sasa hivi, na miaka sio mingi tu mpaka sasa hivi 2026 nimeshaacha. Sijawahi kutumia tena hivyo vitu. Toka 2016 ndio niliingia katika tiba mwezi wa 9.